Na kitu kingine nizungumzia habari ya unyakuo. And another thing I want to talk about the rapture. Taendelea na somo langu. I will continue with my sermon. Wangapi niliwaambia Jumapili tutakutana tena hapa? How many did I say? How many did I tell that we will meet here once? Naona tumekutana tena sasa. And we've met again. Au miongoni mwetu kuna mtu alitwaliwa? Or was there anyone who was raptured? Niliona kwenye video, kwenye ni clip fulani niliona. I saw a clip. Watu wengi walikuwa wamekwenda mlimani. And many went to the mountains. Niliona watu wengi wakiwa mlimani. And I saw many people wakiomba, wakisubiri ile tarehe ngapi ilikuwa? 23 24 kwamba ni siku ya unyakuo wa Yesu Kristo. And they were waiting on the day thinking it is the rapture. Kwa hiyo wababa, wazee, vijana wameinua mikono, wanalia, wanasema Bwana tuko hapa, tunasubiri hiyo tarehe, tunasubiri huo muda twende. So all the people were just waiting for the rapture and they were waiting for the time. Nikashangaa sana. And I was shocked. Tusipokuwa waangalifu katika kusoma neno la Mungu tutakuwa wajinga sana. If we are not watchful in reading the Bible, we will be misled. Kwa hiyo siku zikaenda, and the days went by, na siku ya kutwaliwa ikapita, and the day of the catching away passed. Kila mmoja karudi nyumbani. And everyone went back home. Amepanga tarehe nyingine. Kwa hiyo tarehe zinabadilika. Biblia inasema hivi. The Bible says, Mungu wetu si kigeugeu. Our God does not contradict himself. Kama amepanga tarehe nyingine, basi na nyinyi kama mnamfuata yeye, basi mtasubiri hiyo tarehe. So if they have set another date and you're waiting, then keep on. Lakini nilikuwa nawaambia watu kanisani, nikasema watu wanaosali kwenye hili kanisa hawawezi kuwa wajinga kiasi hicho. But I said that people who are in this church cannot be that foolish. Kwa sababu hapa tunafundisha neno lisilogoshiwa. Because here we teach the undiluted word of God. Kwa hiyo mtu akipotea, amepotea kwa ujinga wake mwenyewe. So if one perish, it is because of their ignorance. Kwa hiyo anasema, kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndiyo maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo. Kwa Mungu anapoahidi, yeye huwa badiliki. So when God promises, he does not change. Kwa hiyo tusubiri unyakuo ambao utakuwa ni unyakuo wa ghafla kwa dunia. So we should wait for the real rapture that will happen suddenly. Sisi tumejiandaa, kwa hiyo hakutakuwa na ughafla wowote. So we have prepared, so there will be no surprise for us. Tutaposikia sauti ikituita, kwa sababu itakuwa ni sauti ya Mungu ikituita, tunajua muda wetu umekwisha duniani. When we hear the voice of God calling us, we will know the time for us to be here. Kwa hiyo hatutashangaa kwa sababu tumeshaandaliwa tayari. So we will not be confused. Kwa hiyo hii tarehe hii ya kusema Bwana anarudi tarehe fulani ni udanganyifu wa shetani. But this date setting rapture is deception. Someni Biblia sana, watu wa Mungu, muokoke katika udanganyifu wa sasa. Read the Bible and save yourself from trouble. Kinachotokea ni nini nikwambie kanisa? So what happens? Ulimwengu wa roho unaandaa watu na kupelekea sauti za kinabii. The kingdom of darkness sends people with prophetic voices. Wanatangaza tarehe. They announce dates, wakijua ni uongo na Mungu hawezi kurudi kwenye hiyo tarehe. knowing fully it is a lie and God will not come in that Kwa hiyo day. watu wengi ambao wanasikia sauti wanakwenda kuambia jamii. So these people go and tell, lakini ndani yake kuna uongo. but in it there is deception. Kwa hiyo Wakristo wote wanapeana taarifa, na wasio Wakristo wanajua kwamba Wakristo wanatwaliwa siku ya tarehe 23. So all the Christians tell one another, and even the unbelievers hear of the news. Sasa kinachotokea nini? Ile siku inakuwa haipo. So what happens that day? Nothing happens. Hakuna kitu kinachotwaliwa. Nothing is raptured. Yani mambo yanaendelea kama kawaida. And everything goes as normal. Yule aliyekuwa amepanga kuokoka anasema mimi siokoki Bwana. Hii imani yao ya uongo Bwana. And the one who wanted to give his life to Jesus says, no, I cannot give my life to Jesus. Tunadanganyana Bwana. Angalia sasa hapo amesema Yesu anarudi, hajarudi. They lied. They said Jesus is coming and he didn't come. Lakini hata yule ambaye anasali kwenye hiyo kanisa
naye mwenyewe anashangaa, anasema kama wokovu wenyewe ndio ubora, nitafute dini nyingine. And the one in that church is shocked and says, if this is how salvation is, let me just go. Shetani anaweza kutuma wajumbe wachafue kanisa. So the devil can send liars to destroy the church. Kwa ni miongoni mwa mbinu ambayo shetani anaitumia kuvuna nafsi kwa njia ya uongo. It is one of the effective tactics that the devil uses to. Kwa sababu watu tunatofautiana imani. Because many are in different levels of the faith. Mungu alizungumza kwa habari ya yule mpanzi. God spoke of the sower. Mbegu ziliangukia kwenye jiwe, mbegu ziliangukia mahali ambapo hapana rutuba, mbegu ziliangukia mahali ambapo pana michongoma. Akatoa mifano pale ya watu walivyo ndani ya wanaomwamini, wanaokuwa wanakuja kumwamini Yesu. And the seed fell into the thorns, into the rocks and into the ground. And kwa hiyo wenye imani haba ambao mbegu yao imepandwa kwenye jiwe huwa haioti. Kwa hiyo wakikutana na dhoruba kama hii wanakwenda pamoja na mkumbo. And for those who have weak faith, when they are carried away by this deception, wako watu waliokuwa wanasubiri hiyo tarehe 23 waondoke watwaliwe. There were people who were waiting for that day to be raptured. Sasa kinachotokea ni nini? Wewe uondoke, lakini roho yako inatwaliwa kuwekwa katika mikataba ya kuamini uongo. So what happens is you don't leave, but your spirit is enrolled in the kingdom of darkness. Ile tu kuamini uongo ni dhambi mbele za Mungu. Just believing a lie is sin. Kwa hiyo lazima uwe kama Mberoya. So you must be like a Berean. Kisikia jambo, hebu lichunguze kwenye maandiko. If you hear anything, study it in the Bible. Mungu hatakuja tofauti na alichokiandika kwenye Biblia hii. God will not perform anything contradicting his scripture. Saidie kusema hallelujah. Help me say hallelujah. Saidie kusema hallelujah. Help me say hallelujah. Lakini leo nimepata jambo moja la kunishtua sana. But today I got something that shocked me. Na mimi nataka nimuonye huyu mtumishi huyu. And I want to warn this man of God. Wakati mmoja Paulo alimuonya Kefa. One time Paul warned Kefa. Wangapi wanamjua Kefa? How many know Kefa? Wengi wamjui Kefa. Wangapi wanamjua Paulo? Petro. How many know Peter? Wanamjua Petro. Kwa hiyo Kefa ni Petro. Peter. Kefa is Peter. Kwa hiyo wakati mmoja alimkemea mbele za watu. So one time he rebuked him before the kwa sababu tabia ya Petro ilikuwa ni tabia ya ajabu mno. Because Peter acted strangely. Hapa alijichanganya hapa. And he mixed himself. Kiukweli wana wa Israeli walikuwa wachangamani na watu wa mataifa. And the truth is the Israelites did not mix with the Gentiles. Kwa sababu wana wa mataifa walikuwa wanaonekana ni najisi. Because the Gentiles were perceived as kwanza walikuwa hawajatailiwa kimwili. Hawajatailiwa kimwili. They were not circumcised. Na walikuwa ni wanaonekana watu wapagani waabudu miungu. And they were seen as pagan worshippers of idols. Na hata Mungu alikuwa anawaonya wana wa Israeli kwenda kuoa au kuchukua wanawake katika mataifa ya watu wa mataifa. And God warned his children not to integrate and intermarry. Kwa hiyo baada ya Yesu Kristo kuondoka duniani, so when Jesus Christ went to heaven, akaondoa kile kiambaza cha matengano. He removed the cover. Kwa hiyo Petro mwenyewe tunakumbuka aliingia kwa yule Kornelio. So we know that Peter was sent to Cornelius. Kimsingi Kornelio hakuwa mtu ambaye Petro asingeweza kuingia kwa Kornelio. Peter was not supposed to go to Cornelius' house. Lakini Mungu anamwambia aende mle. But God told him go in that house. Alipofika mle alishangaa watu wale nao wanajazwa Roho Mtakatifu. And upon reaching there he was shocked to see the Spirit of God being wanajazwa Roho Mtakatifu kama yeye anavyojazwa Roho Mtakatifu. They were filled with the Holy Spirit as he was filled with the Holy Spirit. Kwa hiyo baadhi ya wachache tayari walikuwa wameshajua kuwa Mungu ameondoa kiambaza, kwamba mataifa watu wa mataifa na wana wa Israeli wanaweza kuambatana kwa njia ya Kristo. So they discovered that God had also cleansed the heathen. Sasa yeye alipoenda kule kwa mataifa kule, so when he went to the heathen, akawa anakula chakula pamoja nao, anafurahia, and he was eating with them and he was happy. Lakini siku moja wakati wakina Petro wanaenda katika huo mji, but once they went to the city, yeye akajitenga, and he separated himself. Anawaona najisi. He acted that they were unclean. Lakini mwanzoni alikuwa nao.
But at first he was with them. Wenzake wamekuja, kwa hiyo anajitenga. But when the Jews came, he wanadamu wasimuone kama yeye, yani wenzake wasimuone kama amechangamana na watu wa mataifa, so that the fellow Jews will not see him that he's joining with the Gentiles, kama hawezi kula nao tena, that he will not eat with them. Ndipo Paulo akamkemea mbele ya watu wote, and Paul rebuked him before the assembly kwa makosa aliyokuwa akiyafanya, for the trespass that he did. Kwa hiyo leo hii nimeshangaa sana wakati nimetumiwa clip moja hivi. And today I was so shocked because a clip was sent to me. Ikanishangaza sana. And I was very stunned. Wangapi wanamjua Pasco? How many of you know Pasco? Wangapi kanisa hili wanamjua? How many know him? Na wangapi ambao walimchangia katika shida yake? And how many contributed for his health? Okay. Sawa. Sasa nisikilizeni vizuri. So listen very carefully. Na nataka kumuonya huyu mtumishi wa Mungu. I want to warn this man of God. Lakini inanipa mashaka, anawezaje kuwa mtumishi wa Mungu na akafanya kitu cha namna hii? But it makes me doubt, how can he be a man of God and do this? Inanipa mashaka. It makes me doubt. Inanipa mashaka. It makes me doubt. Na kwa habari ya dhambi sina mchezo. And concerning sin, I do not play jokes. Unaweza ukaona watu wengi hapa, nyinyi wote wengine baadhi yenu mlikuwa mnamsikiliza na wengine mmetoa michango. And I know some of you were listening to him and some contributed money for him. Sasa nikarushiwa hiyo clip. And that clip was sent to me. Wangapi wanawajua Promova TV? How many know Promova TV? Wengi mnawajua, ni ndugu zetu Many know they are our friends. Tumewatumia sana kwenye chaneli yao kwa ajili ya kuleta uamsho wa Kristo. And so we have participated with them in bringing revival. Kwa hiyo walifanya utafiti. So they did an investigation. Kujua kama mtu huyu kweli anaumwa au haumwi. To know if he was really sick or not. Sasa. So walipofanya utafiti, when they investigated, wakapiga simu, and they called him, simu ile ikawa haipokelewi na inatumwa message kwamba tuma mchango, yani usipige simu, tuma mchango wako kwa ajili ya wanasema kwa ajili ya usalama. So he did not pick up the phone, but he sent a message that send that money for contribution. Sasa nikajiuliza swali, usalama, wao wakajiuliza swali, usalama gani? Kwa sababu simu inapokuwa hewani utume message usitume, ikisha kuwa hewani tu wanaweza kukutrack. And they were surprised because the phone was online, and whether you send the message or not, they can still track you. Yani wabaya wako wanaweza kukufuata popote. Your enemies can follow you wherever you are. Huwezi ukajificha. You cannot hide. Kwa mara nyingi wanaokimbia wabaya huwa namba zao huwa hazipatikani kabisa, hawatumii mitandao au wanabadilisha location ya wanakuwa wasomeki kama wako Tanzania. So many who hide, they are usually offline or they cannot be seen. Sasa hao watu wakafuatilia. So they investigated. Je, mtu huyu ni mgonjwa? Is he really sick? Wakaenda mpaka kule kwao panaitwa Magu kule. And they went all the way to Magu. Wakafuatilia mpaka wakafika eneo ambalo anafanya ujenzi. And they asked around until they arrived at a place where he was building his house. Anajenga nyumba nzuri ya kifahari ya wale watu wanaotuma hela za kitandani, anaumwa. He's building a beautiful house. Wakafika pale, they sent to him. Wakawauliza majirani. And upon arriving there, they asked. Mimi nimetumia video ninayo kwenye simu yangu hapa. And I've been sent the video and I have. Na nilipoipata ile video mara moja nikawapigia kwa sababu nawafahamu. And when I got the video, I called them. Nikawauliza, hiki ninachokisikia kwenu ni cha kweli? And I asked them, what I hear from you, is it true? Wakaniambia, mtumishi wa Mungu, ni cha kweli kabisa. And they said, this is absolutely true, man of God. Anasema walipofika yale maeneo ya Magu pale, when they arrived at Magu, wakazungumza na watu waliokuwa pale. They talked with the people. Kwanza wakauliza, nyinyi mbona mnamtafuta mtu huyu? Mna shida gani? Tunajua sasa hivi kutafuta mtu nao ni tatizo. And they were asking, why are you asking for this man? Watu wanakuwa kama wana wasiwasi hivi. People were doubtful. Wakamwambia sisi, na wamerekodi kila kitu kiko hapo.
And every conversation was recorded. Wakasema sisi ni rafiki zake. And they said, we are his friends. Sisi ni watu tuliokoka. We are believers. Tumesikia anaumwa. We heard that he's Kwa hiyo sick. tumekuja kuangalia kama anaumwa. And we came to see him. Wakasema anaumwa. He's sick. Anaumwa nini? What is he sick for? Wakasema huwa tunamuona hapa amevaa koti lake fulani hivi, anakuja yani kwa siri sana na amevaa koti. We always see him wearing his pullover. Na wakatafuta mpaka wakampata fundi aliyekuwa anajenga hiyo nyumba. Ni ya kifahari, amejenga nyumba mbili, moja nyumba ya mama yake na nyingine nyumba yake mwenyewe. And they asked and they go to the mason who was doing the construction of his house and his mother's house. Yule fundi akasema, bwana, hata mafundi wengi hapa tumeshindwa kufanya kazi na yeye. And they said even many builders here could not work with him. Kwa sababu anakuja usiku ndio kulipa watu. Because he comes at night very late to pay up. Hata kama ukimaliza kazi mapema, yeye anakuja usiku. Even if you're done early, he comes to pay. Sasa sisi tumeshindwa. We could no longer tolerate that. Sasa tuwezi kumaliza kazi mapema afu naambia usiku ndio tuje tupate hela. Because we can't finish the work. Kwa nini anakuja usiku? Why is he coming at night? Maana yake watu wasijue So that people won't know kwamba yuko mzima, that he is well. Kwa hiyo wakashangaa na kustaajabu. So they were shocked. Na wao wakategesha kamera zao. And they set their own cameras. Wakamwona anaenda kununua matofali. And they saw him going to buy bricks. Alipouliza mafundi anasema hii nyumba imejengwa haraka sana. And when they asked the builders, they said, we've built this house in a very short time. Nilisikia kuwa na hasira ya Kristo moyoni mwangu. I was full of anger of the Lord. Watu wakasema huwa tunamuona anakuja na gari yake nyeupe. And people say we usually see him coming with his hawakuishia hapo, wakaenda mpaka kwenye ile hospitali ambapo alichukulia video pale. And it did not end there. They went all the way to the hospital. Walipouliza wakasema na sisi tunashangaa kuona kwenye mtandao. And when they asked the nurse, they were shocked because they Alikuja hapa akasema ana tatizo la gesi kwenye tumbo, tukaangalia tatizo lake kwenye gesi, alipomaliza akaondoka zake. And he said that he had a gas problem and he was treated and left. Lakini Wakristo wengi wamepigwa hela. But many Christians were deceived. Kwa hiyo mimi nataka kumwonya. So I want to warn him. Mungu haziakiwi. God is not mocked. Apandacho mtu, Whatever man sows, ndicho atakachokivuna. he will reap. Unapokemea manabii wa uongo, When you rebuke false prophets, alafu ukadanganya watu kwa uongo, and then you deceive people, wewe hauna utofauti na manabii wa uongo. you are not different from the false prophet. Watu wamedanganyika. People were conned. Watu wametoa fedha zao. People gave their money. Kumbe mtu anajenga nyumba yake na mama yake huko Magu. But he was building his house and his mother's house. Hii haiwezi kukubalika mbele ya macho ya Bwana. This is unacceptable before the Lord. Ndio maana Mungu huwa anadhihirisha uongo peupe. That is why God exposes the lies. Na tunaenda katika kipindi ambacho hakuna mtu atakayejificha katika mkono wa Bwana. And we are going into the area where no one will hide before the Mungu Lord. atamulika kila muongo, atajulikana ni muongo. The Lord will expose every liar and they will be Na known kila liars. atajulikana huyu ni mkweli. And every true speaker will be known for truth. Nasema hakuna atakayejificha kwenye macho ya Bwana. I say there is no one who will hide in the Kuna eyes of the Lord. majira ambayo Mungu anakwenda kumulika taa yake. There is an era where the Lord is going to shine his Na light. kila uovu utakuwa hadharani. And every sin will be in the plain sight. Akanambia mchungaji, tunazo video zingine And they told me, Pastor, we have so many video ambazo footage. bado hatujazionyesha, tunasubiri ainue kichwa tu. We have not released it. We're just waiting him to say something. Sasa mambo kama haya yanatokea kwa sababu gani?
So why do these kind of things happen? Shetani anaandaa watu, anawaweka mahali, So the devil prepares people and he puts them. alafu baadaye wanapofanya matukio mabaya, And when they do evil things, wanavunja mioyo ya watu. they dishearten many people. Watu wanakuwa kama wanavunjika moyo. Many are discouraged. Watu wanakuwa kama hawaamini tena wokovu. People don't no longer believe in the Lord. Mtu hawezi kuamini tena mtu wa Mungu kutoa fedha zake kumpa kwa ajili ya injili. People don't believe anymore in giving their money for the gospel. Hii tabia ninaikemea kwa jina la Yesu This Kristo. behavior, I rebuke it in Jesus' name. Wanaopeleka taarifa, mpelekeni taarifa. Those of you who can talk to him, go and tell him. Na asilete mchezo. You should not play. Asilete mchezo na watu wa Mungu. You should not play with the people of God.